Lecture TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa Lecture Online TV, na kukaribisha katika chaneli yako nzuri pendwa ambayo unajifunza mengi zaidi, utachukua elimu hapa. Karibu sana uweze kusubscribe hapo chini, kubonyeza alama ya kengele iwe wa kwanza kufikiwa na vipindi vyetu vinapokuwa tayari. Dua nyingi tutakuombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Endelea kusubscribe kuwa nasi uweze kujifunza mengi bure kabisa hapa katika channel yako ya YouTube hapa ya Lecture Online TV. Njoo tutabasam pamoja. Jina langu naitwa Mwalimu Ibrahim Maroa kutoka Lecture Tuition Center. Utakuwa nami leo katika kipindi cha Qur'ani. Leo nimekuandalia kipindi cha Qur'ani kizuri uweze kusoma Qur'ani kwa kuzingatia nini? Hukumu. Hii ndio ladha ya Qur'an, na Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia waratilil Qur'ana tartila, na uisome Qur'ani kwa hukumu zinazohitajika. Usisome Qur'ani bra wala unavyotaka mwenyewe. Twende sasa. Leo katika kipindi chetu cha Qur'an tutajifunza hukumu ya nun sakina na tanwini ambayo tumekwishaanza kusoma. Katika utangulizi wetu tulijifunza hukumu ya idhhar ambayo inapatana na hukumu ya nun sakina na tanwini. Tulisema katika hukumu ya nun sakina na tanwini tuna hukumu nne: idhhar, idgham, iqlab na ikhfa. Leo tuna hukumu nyingine ni idgham. Idgham ni ile hali ambayo neno lenye sakina kautana na neno lenye haraka likasomeka kwa neno moja lenye shadda. Sasa mimi nikuandalia mfano ambao tutajifunza Qur'ani. Nimekuandalia mfano mzuri kwa utajifunza idgham kwa mfano, kwa vitendo, ili ni rahisi kwa wewe uweze kuelewa. Kwa kuna video hapo itapita, kwa kweli itazame vizuri na uweze kujifunza. Idgham ina herufi zake. Herufi zake ziko 1 2 3 4 5 6. Na idgham hii imegawanyika katika sehemu mbili. Idgham imegawanyika katika sehemu mbili. Kuna idgham kamila na tunaita idgham naqisa. Ndio maana utaangalia herufi nimekugawia. Hii ya juu hapa inaitwa idgham naqisa ambayo utaisoma kwa ghunna, na hii inaitwa idgham kamila ambayo utaisoma bila ghunna. Ina herufi mbili, ra na lam. Lakini naqisa utasoma kwa herufi ngapi? 1 2 3, ambayo ni ya, mim, waw na nun. Sawa? Hiyo ndio idgham. Kama nilivyokueleza katika idhhar, ili ugundue ni herufi hukumu ya idhhar, ni hukumu ya idgham, unachotakiwa lianze kwanza neno ambalo limeishiwa na nuni sakna au limeishiwa na tanwin, kisha baada ya hapo lije neno ambalo limetanguliwa na moja ya herufi hizi hapa, basi utaisoma katika hali ya idgham. Twende tukaangalie mfano katika Qur'an. Suratu Insan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. هل أتى على الإنسان حين. Angalia mfano. Nun ina dhammatain ambayo tumeshasoma pale, kisha ikaja mim ambayo ina kasi afan, imekuja mim, na mim ni katika herufi za idgham. Hapo utasema hivi hinum, mona na tashada hinum minad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Mfano mwingine, hiyo ni idgham naqisa. Tunaangalia mfano wa idgham kamil. Billahi Sura Bakara. Walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha waja'alna rujuman lish-shayatin. Angalia, rujuman lish-shayatin. Imani yangu kubwa umejifunza na umeelewa ni namna gani tutasoma Qur'an kwa kuzingatia hukumu hasa hizi ambazo umejifunza. Mfano hiyo hukumu ya idgham utaisoma vipi? Ila ikiwa una mashaka bado hujafahamu vizuri, sisi tutafuta namba hiyo hapo ambayo inapita chini ya screen yako 0785766703. Au kwa kuongezea mfano mwingine katika Suratul Mulk, Allah anasema hivi: a'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Hapo li ni katika idgham kamil. Hapo huleti mnunguniko aina yote, wala usisemi rujuman lishahapana, ni rujuman lishayatin.
wa'tadna lahum adhab as-sa'ir. Hiyo ndio hukumu ya idgham, na kama mfano uangalia katika hiyo video ya nyuma hapo. Naitwa Mwalimu Ibrahim Maroa, sina la ziada ila tu niseme usisahau kusubscribe hapo chini, kulike na kucomment.